Lakini hivi kweli mnavyowaona wanaume wote duniani ni vichwa kweli? Wengine ni miguu. Wengine ni miguu. Wengine wanabebwa kila kitu na mke wake. Yupo tu kichwa kizito kama Land Rover za zamani. Yaani unakiwasha kiwaki. Jesus. Sasa kama Mungu amekupa mwenye kichwa kigumu, Mungu anatofautisha. Nilikuwa naongea juzi maneno ambayo hapa sitasema. Niwaambie nilivyowaambia wale. Yes. Sasa mkichukia mtakuwa ninyie. Mlikuweko? Wale niliwaambia hivi. Mungu ni wa ajabu sana. Can you go straight to the point? Kila familia anaweka mzima mmoja na kichaa. Kila familia lazima wepo saa 10 kasoro na saa 10 kamili. Kila familia. Allah. Allah. Mnaokaa na wake zenu na waume zenu, punga mikono hii. Ambao mko na waume nyumbani. Unaonaje? Pale kati yenu nani mzima? Unavyoona pale. Maana lazima wepo mmoja akili zime. Kwa hiyo huyu mzima ndo anakokota mwenzake. Ndio maana nilikwambia ukiona wanandoa wamekaa miaka 10, 15, 20, yuko mmoja anayepambana na kichaa wake. Siku huyo mwenye akili akaamua kupambana na huyo kichaa kujifanya wamefanana, divorce. Jesus! What did you say? Lazima wepo mmoja mzima anayekokota huyu mwenzake. Nice. Wa mama wewe na mume wako unahisi nani? Kuna Wakristo wakati mwingine unawapita kama sanamu. Zile za kuuzia nguo zile mnaziita nini? Funka. Unampita maana unajua nikimsalimia. Watu watasema pastor, wewe ndio mshirika wako. Ya. Huko ndani sasa sijui kukoje. Kama huyu ndio Mkristo wako, huko ndani kutakuwa na maajabu. Angalia jirani yako, mwambie nilindie ushuhuda wangu ndugu. Mwambie naishi vizuri nisichafuke kwa ajili yako. Mwambie tengeneza ushuhuda wangu kae sawa sawa. Haleluya! Ndio! Kwa hiyo tunatamani kuona hizo familia siko vizuri, lakini kiburi kimeharibu familia nyingi. Nimewaambia watu wa ibada ya kwanza, kiburi kinakufanya wakati mwingine usione mazuri ya wenzako. Kinakufanya usitambue kazi wanazozifanya. Mmemwona pastor wenu hapa anavyo appreciate utendaji kazi wenu. Moja ya sifa ya kiongozi aliye smart ni hii anayoifanya mchungaji hapa. Mnaona kama vile anapoteza muda, anawainua watu, anawataja watu. Kisaikolojia hawa watu wanaofanya kazi nao wanajengwa, wanatiwa nguvu kwamba tunafanya na mtu anayetambua. Okay. Now your head correct. Anayetutambua kama ni nani. Anaposema mwenyekiti wa nini asimame, anaposema watu wa nani wafanye, pigeni makofi. Yaani ile anajenga kisaikolojia kwenye vichwa vya watendakazi wenzake kwamba kumbe mchungaji anatuona. Lakini kuna makanisa watu watachakarika sana, sifa zote anataka bebe yeye. Mekwisha. Kuna nini tena? Kuna nini tena? Kuna nini? Yeye. What? Ndio anawauliza wageni, mmeshiba chakula? Maana niliandaa chakula kizuri. Mmebarikiwa na nyimbo zilikuwa za upako. Utafikiria alishika maiki aliimba, utafikiria alishika mwiko alipika, utafikiria alipanga watu. Yaani hawezi kuappreciate wenzake. Haya anayoyafanya pastor hapa. Hebu na wewe apply kwenye familia yako. Apply kwenye familia yako. Na wewe tambua mapishi ya mkeo.
Tambua anapokufulia nguo, tambua anapotandika kitanda, tambua anachokifanya, tambua kazi anayoifanya mume wako. Anarudi na nyama, anarudi na vitu. Hebu tambua. Nawe saa nyingine mtaje mbele za watu, seme sijawahi kupata mwanaume kama huyu. Yaani katika wanawake waliofanikiwa, mimi nimefanikiwa, nimepata mume bora. Yaani atakuwa pembeni hapo na tabasamu, anasema yana ameshukuru kwa kile kidogo. Subiri surprise ya kesho. Lakini kuna wanawake wanakuvunja moyo. Mwisho naamua kukujirudia hivi hivi, maana ulete usilete uso wa mbuzi. Yaani hawezi ku appreciate. Unamletea yani haelewi. Unamletea kitenge na Olewa na mtu ambaye utakuwa na ujasiri wa kumtambulisha mbele za watu. Olewa na mtu ambaye utakuwa na uwezo wa kujivunia. Jamani, this is my husband. Olewa na mtu ambaye utakuwa na uwezo wa kumpiga picha na kuposti. Kwa jamani, huyu ndio mke wangu. Kuna watu nawafuatilia kwenye Facebook, kwenye mitandao, hawezi kuposti picha ya mume wake, hawezi kuposti picha ya mke wake. Hawezi. Watu watamuuliza, naona wameposti si mama mzazi yule, si ni auntie, si ni nani. Siku zote huku nje, kampani yako, yani marafiki zako, wataamua watu watakuchukulia namna gani. Kama marafiki zako ni watu wenye wako na heshima, area itakutambua. Watu watasema fulani ni kijana mzuri ama fulani ni mzee mzuri. Lakini kama mbogi yako ni ile hapana tambua, wewe jua CV yako itaharibika hata kama wewe ni mtu mzuri. Wewe unajua ni kwa nini mapastors huwa hawajijumuishi na vikundi vingine? Ni kwa sababu area utambua mtu fulani tabia yake ni mbaya. To that extent that hata pastor akikusalimia unamchomea jina, unamharibia CV kwa sababu ya behavior yako kwa kijiji. Kuna watu hata kusalimiwa tu ni shida. Ukisalimia mtu mpaka mtu anakuuliza mnajuana na huyu fulani. Ukifanya makosa uitikie, either ataamua kukupatia advice ama atakutenga. Atakwambia huyo fulani na fulani ni mtu mbaya sana, tabia zake ni hizi na hizi na hizi, watu hawampendi. Ama atakwambia afadhali uachane na huyo jamaa, ama uachane na huyo mzee, ama uachane na huyo mama. Kwa sababu anakuanga ashajenga ile perception ya kwamba ama tabia zake zinaonekana wazi ya kwamba huyu mtu sio role model. So kwa mfano ukiwa pastor wakuone huyo ndio Mkristo ama ndio rafiki wako ama ndio mshirika wako, watu wanachukulia ni kama hiyo kanisa yote iko na wenda wazimu. That is why unasikia pastor akisema ambia mwenzako asikuchafulie jina, ajaribu kuconsider tabia yake isi affect reputation yako, ijaribu kuconserve. Si ati watu wakikuona ukiongea na fulani wanajua pia we ni mwizi ama pia we ni mlevi. Unajua kuna watu wanajulikana kwa tabia zao. Mtu atakwambia huyo fulani huyo ni mwizi, huyo fulani ni mlevi, huyo fulani anafanya ukahaba, huyo fulani sijui anafanya nini. Because character za watu na tabia za watu ndizo zinapeana image ya kijiji ama image ya mahali huyo mtu anakaa ama anatoka. That's why wanasemanga choose wisely. Time ya kuchoose friends na close people, angalia tabia zao deeply. Ni usijichoche na mtu kumbe huyo mtu ni distractor. Kumbe huyo mtu anakuja na pia pressure alafu aharibu character zako. Akuchome area hadi area wakikuona wanajua tu huyu ni beshte ya mwizi.